Kwa mara nyingine tena tunaendelea na simulizi yetu sehemu ya 3. Twende kazi na Mfilinge Stories TZ. Dakika, saa, siku, miezi ilizidi kukatika na hatimaye rasmi nikawa nimefikisha miaka 20 hapo. Sasa ndo matukio yalianza official mpaka nilijuta kuzaliwa jinsia ya kiume. Baada ya kufikisha miaka 20 ya umri, pia miaka 12 ya kazi kwa mzee Msukuma na kupewa ng'ombe 12. Kiukweli niliamua kuaga na kuondoka kwenye ule mji, huku lengo hasa niuze ng'ombe wangu pesa nikajifunze udereva. Maana udereva ni moja ya kazi ama fani ambayo nilikuwa naipenda mno. Na pale kwa Msukuma kwa miaka yote nilikuwa napata matukio mengi ya kupoteza ng'ombe. Na kwa kuwa nilikuaga na watoto wa bosi, basi kesi hazikumfikia bosi Msukuma. Baada ya kuaga yule mzee aliniruhusu kwa moyo mweupe kabisa, nami nikaondoka na ng'ombe. Siku hiyo naondoka ilikuwa siku ya mnada kijiji cha pili. Nami kwa kuwa shida yangu ilikuwa pesa na si ng'ombe, basi nilienda kuwauza wale ng'ombe. Bahati nzuri nilifanikiwa kuwauza wale ng'ombe pale mnadani. Ingawa bei sikuijua vizuri, lakini kwa ng'ombe wote 12 nilipata milioni 2,100,000, na hiyo ni mwaka 2012. Na mimi sijui kusoma wala kuandika, na kiukweli wala sikujua pesa ni sahihi ama nimelizwa hilo, mimi hata sikufuatilia kabisa. Kikubwa mimi nilikuwa nafuatilia pesa tu, hizo kwangu ndo zilikuwa muhimu sana. Baada ya kupata pesa zile, nilitafuta usafiri wa kwenda Chimala mjini, maana kule nilikokuwa Chimala ndo ilikuwa mjini yetu, ambayo ni wilaya iliyo ndani ya mkoa wa Mbeya. Bahati nzuri usafiri nilipata wa lori, tena sikutozwa hata 100. Baada ya muda fulani nilifika Chimala mjini. Baada ya kufika nilijiuliza niende wapi kati ya Mbeya na Tanga ili nikatimize ndoto zangu. Na baada ya kujiuliza sana, jibu nikapata niende Tanga, maana nilikuwa kusikia kwa mjomba kuwa Tanga kuzuri mno. Nilivyopata majibu yangu, basi niliulizia kwa wenyeji kuwa stendi iko wapi ya kwenda Tanga. Wakaniambia stendi ya Tanga haipo, ila kuna basi za kwenda Dar, hivyo nitapanda hizo, na nikifika Chalinze nishuke niulizie basi ama stendi ya Tanga. Hilo nilishukuru mno kiukweli, na stendi ya basi za Dar ambazo zinatoka Mbeya walionesha. Nilienda pale, nilipoonyeshwa niliongea nao kuhusu safari yangu. Wakaniambia nilipie kabisa ili niwe na ticket, pia asubuhi saa 1:30 gari linapita niwe pale. Nililipia maana pesa ilikuwepo ya kutosha. Naweza kulala hapa ili nisipitwe na basi. Niliwauliza wale wafanyakazi wa ofisi ile ya mabasi, hapa huwezi kulala, nenda katafute guest house ulale, alinijibu yule dada. Taratibu niliondoka na begi langu ambalo nimehifadhi pesa na nguo ili nikatafute hiyo guest house nilale, lakini hatua 10 tangu niondoke pale sikumaliza nikapata wazo kuwa bora begi langu ambalo lina pesa niache hapa kwa huyu dada mfanyakazi, maana inaonekana pana usalama kuliko huko guest house. Maana huwa nasikia kwenye magesti kuna wezi mno hivyo, na mimi nilijihami. Niligeuza mpaka kwa yule dada nikamwomba nitunzie begi langu la nguo, tena nilimwambia lina pesa aniangalie vizuri. Wakati namwambia walikuwa na mwenzie wa kiume, na kuna muda nikiwa nasema kwenye begi kuna pesa wakawa na kwenyezana. Pesmi hata sikujali kabisa, nilijua labda wapenzi. Ujue kuingilia mapenzi ya watu sio vizuri kabisa. Hicho kitu nilijifunza kipindi na chunga mbuzi na ng'ombe, yani ukiona zipo kufanya mapenzi unaziacha tu, ukiingilia unaweza pigwa hivi hivi. Na ndo maana mimi huyu dada nilimwacha tu akwenyezane tu, hayanihusu. Basi tutaonana asubuhi dadangu, acha nikapumzike. Niliongea na kuondoka pale stendi, huku nikiacha begi langu lenye pesa na nguo. Niliulizia guest ilipo. Bahati nzuri nilionyeshwa, nilienda nilipia chumba, pia nilikula nikalala, maana tayari ilishatimu saa 2 usiku. Masaa kadhaa yaliyopita, yule dada wa stendi baada ya Kanjunju kuondoka haraka, yeye na mwenzie wa kiume ambaye walikuwa wanakwenyezana muda ule, walianza kupekua begi ili waone kweli kuna pesa ama uongo. Yule ni mjinga 100%, mimi nilijua utani, kumbe kuna pesa kweli da. Aliongea yule dada, ndio aisee, kama vipi, hesabu tujue mongapi tujikatae tu akafie mbele huko, alisema yule jamaa ama kijana wa kiume. Sawa, njoo tu hesabu. Yule wa kiume aliingia upande wa ndani, wakaanza kuhesabu haraka. Da, aisee, hapa mzigo mkubwa, tugawane, halafu mpigie bosi mwambie aje yule mwingine, si tuende zetu geto, alisema yule wa kiume. Sawa, lakini namwambiaje? Mwambie unaumwa bana, hujisikii vizuri tena, nimemuona maeneo haya, alisema yule wa kiume. Okay, sawa. Wa kike yule dada, baada ya kugawana pesa nusu kwa nusu, alipiga simu kwa bosi wake na kumwambia anaumwa, anaomba ruhusa. Bosi wake ambaye ni msimamizi wa mabasi ya kampuni ile akakubali na kusema anakuja mfanyakazi mwingine aitwaye Rehema. Ikawa hivyo, simu ilikatwa na punde huyo Rehema akawa amefika. Walikabidhiana ofisi ikiwemo lile begi la Kanjunju, kisha yeye na mwenzie wa kiume wakaenda zao, na hivyo ndivyo walivyojipatia pesa kiulaini. Kwa upande wa Kanjunju, kutokana na kuchoka sana, basi baada ya kulala pale guest house nilipitiwa na usingizi mkali. Nililala fofofo na kuja kushtuka honi za magari zinapiga. Haraka nilikurupuka, nikaangalia sangu, nikakuta saa 12:54, muda ambao nilitakiwa niwepo pale nilipokata tiketi jana saa 10 jioni. Bila kupoteza muda, nilivaa nguo zangu nikatoka na kwenda stendi ofisi ile niliyokata tiketi. Pale nilipofika tu kwanza nilimkuta mfanyakazi mwingine. Tena hakuwa wa kike, huyu alikuwa wa kiume.
Nimsalimia vizuri akaitika. Nikamuuliza basi vipi, nililokata tiketi limepita au bado? Akajibu bado, ila dakika 4 zijazo litakuwa hapa. Sawa kaka, basi niombe hilo begi niliweka jana. Niliongea huku namuonyesha, na kwa kuwa aliachiwa maagizo na yule dada basi hakukuwa na maswali. Mfanyakazi yule alichukua begi na kunipa. Nami baada ya kupokea nilianza kufungua ili nione pesa zangu zipo au. Wakati namaliza kufungua na basi likawa linafunga breki na kupiga honi mfululizo, kumaanisha abiria wapande, halina muda wa kupoteza. Sasa wakati ndo nimemaliza kufungua zipu ile naangalia, nikakuta pesa zangu hazipo. Na muda huo huo yule mfanyakazi akawa ananipiga mgongoni na kuniambia kuwa ingia, basi linataka kuondoka. Hapo sasa nilichanganyikiwa mno, nikamuuliza pesa zangu zimeenda wapi, mbona hazipo? Ajabu, alinitukana na kusema mimi mjinga 100%. Pia akanibeba juu juu na kuniingiza kwenye basi ile. Nataka kumuuliza basi likaondoka na mlango ukafungwa au tabu iko pale pale. Kanjunju umekula kwake, itakuwaje? Endelea kufuatilia simulizi hii tamu. Pia usisahau unaweza kupata full WhatsApp, wasiliana nami haraka upate kwa 0763028769. Pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Mfilinge Stories TZ. Asante.